Mpira wa miguu umekuwa mchezo unaopendwa sana duniani na mafanikio ya mchezaji yoyote huanzia kwenye kipaji na mafunzo bora. Kila nchi ina historia na utamaduni wake wa soka, lakini baadhi ya mataifa yamejizolea sifa ya kuwa chimbuko kuu la vipaji vya hali ya juu. Makala hii inazungumzia nchi 10 zinazojulikana zaidi kwa kuzalisha wachezaji wenye vipaji vya kipekee duniani. Kwanza tuelekee Brazili. Brazil inatajwa kama taifa bora kabisa katika kuzalisha vipaji vya soka. Kuanzia mitaani hadi kwenye akademi kubwa, watoto wa Kibrazili huanza kucheza soka wakiwa na umri mdogo sana. Ubunifu, ustadi wa hali ya juu na furaha wanavyoionyesha wakiwa uwanjani huwafanya wachezaji wao kupendwa duniani kote. Wachezaji kama vile Pele, Ronaldinho, Neymar na Ronaldo Nazario ni mifano bora ya vipaji kutokea Brazili. Nchi ya pili ni Argentina. Argentina ni taifa jingine lenye historia kubwa ya soka, likiwa na mfumo imara wa kukuza vipaji kuanzia ngazi ya vijana. Wachezaji wa Argentina hujulikana kwa akili ya mchezo, mbinu za hali ya juu na uwezo wa kujituma. Nyota kama vile Diego Maradona, Lionel Messi na Carlos Tevez wametoka nchini humo wakichangia mafanikio ya vilabu vikubwa na timu ya taifa. Nchi ya tatu ni Ufaransa. Ufaransa imewekeza kwa kiwango kikubwa katika kukuza soka la vijana kupitia vituo kama vile Clairefontaine ambayo vimezalisha wachezaji wengi wenye vipaji. Ufaransa pia inanufaika na utofauti wa makabila, jambo linalochangia aina mbalimbali za uchezaji. Majina kama vile Zinedine Zidane, Kylian Mbappe na Paul Pogba ni mfano wa mafanikio makubwa ya mfumo huo. Nchi ya 4 ni Hispania. Hispania ni maarufu kwa mitindo ya pasi fupi, yaani tiki-taka, unaofundishwa tangu ngazi ya chini. Vilabu kama Barcelona na Real Madrid zina akademi zenye historia ya kutoa wachezaji bora kama vile Andrés Iniesta, Xavi na Sergio Ramos. Mfumo wa soka wa vijana wa Hispania umekuwa kielelezo kwa mataifa mengine duniani. Nchi ya 5, Ujerumani, inasifika kwa nidhamu, nguvu na mbinu bora za mafanikio. Mfumo wa Bundesliga unawapa nafasi vijana kuonyesha uwezo wao. Wachezaji kama vile Thomas Müller ni bidhaa halisi ya mfumo huo. Mafanikio ya Ujerumani kitaifa na kimataifa yanatokana na uwekezaji mkubwa katika soka la vijana. Nchi ya 6 ni Nigeria. Nigeria ni taifa la Afrika lenye vipaji vingi vya asili, likiwa na idadi kubwa ya watu na upendo wa dhati wa soka. Vijana wengi huibuka mitaani kabla ya kupelekwa kwenye akademi. Wachezaji kama vile JJ Okocha na Victor Osimhen wametoka Nigeria na wengine wao wamechezea ligi kubwa za Ulaya. Nchi ya 7 ni Senegal. Senegal imekuwa ikitoa wachezaji wa kiwango cha juu, wengi wao wakiwa na mafanikio kutoka akademi binafsi kama vile Generation Foot ambayo imezalisha nyota kama vile Sadio Mane. Uwezo wa kimwili, kasi na nguvu huwafanya wachezaji wa Senegal kuwa kivutio kikubwa kwenye soka la kitaifa. Nchi ya 8 ni Ghana. Ghana ni moja ya nchi za Afrika Magharibi zilizo na historia ndefu ya soka. Mfumo wake wa soka la vijana ni imara na timu ya taifa ya vijana imewahi kuwa mabingwa wa dunia. Wachezaji kama vile Michael Essien wameonyesha kuwa Ghana ni chimbuko la vipaji vya kipekee. Nchi ya 9 ni Uingereza. Licha ya kuwa na ligi bora zaidi duniani, Premier League, Uingereza pia inazalisha vipaji bora kupitia akademi zake zilizo na vifaa vya kisasa. Wachezaji kama vile Harry Kane ni matokeo ya uwekezaji mkubwa katika soka la vijana. Mfumo wa FA na ligi za vijana una mchango mkubwa katika kukuza vipaji. Nchi ya 10 ni Ivory Coast. Nchi hii imekuwa chimbuko la wachezaji mashuhuri kama vile Didier Drogba na Yaya Toure. Miaka karibuni Ivory Coast imejipambanua kama taifa linalozalisha wachezaji wenye nguvu, akili ya mchezo na uwezo mkubwa wa kuhimili pressure za soka la kiwango cha juu. Vipaji vya mpira havizaliwi tu, vinakuzwa kwa juhudi, mazingira sahihi na uwekezaji mzuri. Nchi zilizo kwenye orodha hii zimeonyesha kwa vitendo kwamba kupitia utaratibu mzuri wa mchezo na upendo wa soka zinaweza kutoa wachezaji wanaong'ara duniani kote. Mimi ni Fatna Suleimani.